ya Kristo ya kuleta mabadiliko. Biblia inahimiza kuishi maisha yanayoakisi maadili ya Injili na hivyo kuwavutia wengine kuuliza kuhusu imani yetu. Petro wa kwanza 2 fungu la 12. Hitimisho: kwa kuanzisha na kudumisha mahusiano ya kweli, kuonesha upendo na kuiga mafundisho ya Kristo, tunaweza kushiriki ujumbe wa wokovu kwa njia ya uhusiano bora na wale wanaotuzunguka. Ni hubiri ambalo wataliona na kulizingatia, na ninazungumza kwa sauti kubwa kuliko kitu chochote unachoweza kusema. Bwana atusaidie ili kuwa na uhusiano bora na jamii zetu. Bwana asifiwe. Somo la utume la leo ni somo la 10 lenye kichwa kinachosema wamisionari wasiotarajiwa. Bwana asifiwe. Kisa kinaanza hivi. Wamisionari hao wawili walikuwa ni wanandoa na majina yao ni Alvaro na Natalia. Wanandoa hao waliishi katika ndoa yao kwa miaka 9 katika ndoa yao, na walifanikiwa kupata mtoto wa miaka 3 aliyeitwa Kalani. Wanandoa hawa walipenda kazi ya mishonari, na siku moja alipoenda kanisani, mchungaji alikuwa anatoa hotuba kuhusu huduma ya Adventist Volunteer Service ambayo inahusika na kupeleka ujumbe mbalimbali katika jamii. Na baada ya hubiri lile, Valunta na Natalia walikutana kama familia na walitamani kushiriki katika huduma hiyo ya mishonari. Walijisi wana miaka mingi sana, yaani walijisi wazee, na walifikiri kwamba wanaotaka katika mishonari ni vijana wa chuo au ni vijana wa miaka 20. Lakini walipomfuata yule mchungaji, aliwaambia umri haujalishi, kwamba wewe kufanya kazi ya Mungu. Na walipata tovuti ya kujiunga na wakaomba nafasi. Walipata nafasi kwa muda mfupi ya kushiriki katika mishonari kwa mwaka mmoja. Baada ya wiki 2 walifunga safari, ambapo walipata nafasi huko katika bara la Chile. Na walipofika huko, watu wa kule walimkarimu vizuri, lakini cha ajabu walichokikuta huko, watu wa kisiwani hawapendani na watu wa Chile, bara la Chile. Na maana unakuta kujenga urafiki na wale watu ilikuwa vigumu, kuwasogelea kwa karibu ili kufanya uinjilisti ulikuwa ni mgumu, lakini Mungu aliwasaidia. Katika bara la Chile kulikuwa na kanisa la Adventista dogo tu ambao walikuwa na washiriki wazee 10. Na walipofika hapo ndio ilipokuwa mwanzo wa kufanya injilisti. Walianzisha klabu mbalimbali kama Adventurers na watafuta njia kwa ajili ya kuvutia wengi, maana watoto wanapenda michezo ya kisabato, yani adventure na PF. Michezo hiyo iliwavutia watoto wengi, wakajua ni michezo ya kawaida, lakini ilikuwa inawafundisha taratibu katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watoto hao walivuta hadi wazazi wao kushiriki katika nini? Katika kuangalia watoto wanapojifunza hayo mafunzo. Wazazi walivutiwa, nao walibatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka sasa washiriki katika bara la Chile wamefika 95. Bwana Yesu asifiwe. Na watoto wa 56 ambao wamebatizwa PF ni watoto wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na waliporejea nchini kwao, walipata taarifa idadi ya wabatiza ambao waliachwa wameongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana tunapotaka kufanya uinjilisti tusiangalie umri wetu au mishonari. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea kwamba unampenda jinsi gani Mungu wako na unawezaje kujitoa kwa ajili yake. Asante kwa kutoa sadaka yako ya ukarimu kwa ajili ya mradi huu muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Nalo likatuasa jinsi tunavyopaswa kujenga uhusiano mzuri
na majirani zetu na marafiki zetu kwa ajili ya kuwavuta karibu na Kristo. Swali linakuja kwamba je, ndani ya kanisa tunao uhusiano mzuri? Je, sisi kwa sisi tunapendana ili tunapotoka huko nje tuonyeshe ule upendo tunaoonyeshana hapa ndani? Kama sivyo, basi tunapaswa kuamka ili somo hili lipate kutufundisha na tuweze kujenga uhusiano mzuri na watu wengine. Nimkaribishe kwa karani kwa ajili ya taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuungane nimwasomea taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rozi wa Zoeli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endeni Paulo nimeshiriki katika utume. Amen. Bwana ni mwema. Eliska Daniel Denga nimeshiriki katika ukuziaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mary Joel, nimesimama kama mwenyekiti asubuhi ya leo. Wangapi tumesalimiana? Tuliosalimiana asubuhi hii. Kumbe ni wengi ambao tujasalimiana.
Sasa tutasalimiana kidogo, alafu tutapata ombi, tutatawanyika kwa vipindi. Sawa? Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa aja pia. Tukiomba kwa babaye, maombi asikia. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa aja pia. Tukiomba kwa babaye, maombi asikia. Msalimie mwenzako, mwambie nakupenda, inua mikono, tumsifu Yesu. Tabasamu na mwenzako, mwambie nakupenda, inua mikono, tumsifu Yesu. Msalimie mwenzako, mwambie nakupenda, inua mikono, tumsifu Yesu. Tabasamu na mwenzako, mwambie nakupenda, inua mikono, tumsifu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nadhani kila mmoja amepata nafasi ya kumsalimia mwenzake. Tunapoenda kufunga kipindi chetu, tutasimama kwa ajili ya kupatiwa ombi na kaka Edide. Tuombe. Baba na Mungu wetu tunaishi na mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia tena sabato hii ya leo. Jina lako takatifu na litukuzwe. Tulikuwa katika shule ya Sabato mezani, umekuwa pamoja nasi. Tunapokwenda kwa ajili ya kujadili neno lako takatifu kupitia lesoni, kwa pamoja nasi tunazikabidhi programu zitakazoendelea, ndivyo tunavyokuomba katika Kristo Bwana wetu. Amen.